Watu wengi wamekuwa wakingoja uchambuzi wa kina wa kitabu maarufu cha Think and Grow Rich kilichoandikwa na Napoleon Hill. Sasa katika makala hii tutajadili maudhui makuu ya kitabu hiki, hatua muhimu za kufanikisha maisha na jinsi kitabu hiki kinavyoweza kubadilisha fikra na maisha yako. Sasa Napoleon Hill ni nani? Napoleon Hill alikuwa mwandishi maarufu aliyelenga kuwasaidia watu kufanikisha ndoto zao kupitia kanuni za maendeleo binafsi na mabadiliko ya mawazo. Kitabu hiki kilichochapishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1937 bado ni cha thamani hadi leo kwa sababu ya mafunzo yake ya msingi na yenye umuhimu mkubwa katika maisha ya mafanikio. Sasa umuhimu wa kitabu cha Think and Grow Rich ni nini? Think and Grow Rich ni mojawapo ya vitabu maarufu ya maendeleo binafsi, yani self-development books, ambacho kimebuniwa kusaidia watu kubadilisha fikra na kujiboresha kiakili, kimaadili na hata kifedha. Kitabu hiki si tu kinaelezea jinsi ya kufanikisha utajiri wa kifedha, bali pia kinaangazia umuhimu wa kuvutia mafanikio kupitia mawazo chanya. Sasa hebu tuangalie maudhui makuu ya kitabu hiki. Napoleon Hill anatufundisha kuhusu hatua 13 muhimu za kufanikisha maisha bora. Kwa muhtasari, hatua hizi zinatufundisha jinsi ya kutumia nguvu ya mawazo kwa ufanisi ili kuvutia utajiri, mafanikio na furaha. Hatua hizi ni hizi zifuatazo. Hatua ya kwanza ni hamasa ya mafanikio, yani desire. Kulingana na Hill, hatua ya kwanza kabisa ya kufanikisha ndoto zako ni kuwa na hamasa kubwa au desire ya mafanikio. Bila hamasa, haiwezekani kuanza safari ya kubadili maisha yako. Hamasa hii inapaswa kuwa ya dhati, yenye nguvu na inayokusukuma kuchukua hatua. Hill anasema kuwa small desire brings small results, but strong desire leads to greatness. Yaani, hamasa ndogo inaleta matokeo madogo na hamasa kubwa inaleta matokeo makubwa kabisa. Kwa hivyo, ni muhimu kuwa na uchu wa mabadiliko. Iwe ni kuboresha hali yako ya kifedha, kuwa na uhusiano mzuri au kufanikisha ndoto nyingine yoyote. Hatua ya pili ni kuwa na imani, faith. Hatua ya pili ni kuwa na imani. Imani inahusu kuamini kwa dhati katika mawazo yako na uwezo wako wa kufanikisha ndoto zako. Hill anasisitiza kwamba imani ni nguvu ya kuvutia mafanikio. Ikiwa unajiamini na unaamini katika ndoto zako, utaweza kuchukua hatua zinazohitajika kuzipata. Hii ni muhimu kwa sababu mawazo yanayoongoza fikra zako ndiyo yanayounda maisha yako ya baadaye. Sasa katika sehemu hii ya imani, Hill amegawanya katika sehemu kadhaa. Sehemu ya kwanza ni mawazo kama nguvu ya kuvutia mafanikio. Hill anasema kuwa mawazo yetu yana nguvu ya kuvutia mafanikio au kushindwa. Unachokiwaza leo ndicho kitakachojenga maisha yako ya kesho. Mawazo chanya hutoa nguvu ya kuvutia mambo mazuri, ilhal mawazo hasi huvutia changamoto na kushindwa. Kwa mfano, ikiwa unaamini kuwa huwezi kufanikiwa, basi mawazo hayo yatakufanya ushindwe. Lakini ikiwa unawaza kuwa unaweza kufanikisha ndoto zako, utaanza kuvutia fursa za mafanikio. Kipengele cha pili katika kujenga imani ni kujenga imani katika subconscious mind. Kulingana na Napoleon Hill, akili ya ndani au subconscious mind ni chombo muhimu kinachosaidia kutekeleza malengo yetu. Mawazo na hisia tunazorudia mara kwa mara hupenya ndani ya akili ya ndani na ambayo hufanya kazi bila kujali kama tupo macho au tumelala. Subconscious mind hufanya kazi kama mwelekezi wa maisha yetu.
ikisukuma maamuzi, matendo na hata mwelekeo wa maisha. Ili kufanikisha ndoto zako, unapaswa: 1. Kusisitiza mambo chanya. Endelea kujikumbusha mambo yanayokusaidia kufikia malengo yako. Hili linaweza kufanya kupitia maneno ya kujihamasisha au affirmations au maandiko yanayorudiwa mara kwa mara. Lakini pia hakikisha ulinganifu wa imani na matendo. Watu mara nyingi hushindwa kwa sababu ya mgongano kati ya imani zao na matendo yao. Hili linaweza kudhihirika kwa mtu aliyejitambulisha kama mtu wa dini, lakini matendo yake yanaonyesha kinyume. Napoleon Hill anasisitiza umuhimu wa kuoanisha imani na matendo ili kuimarisha uthabiti wa akili ya ndani. Hatua ya 3 katika kuelekea mafanikio ni kujenga autosuggestion. Autosuggestion ni uwezo wa kujipendekezea mawazo au imani chanya zinazokusaidia kufanikisha malengo yako. Hii ni hatua muhimu inayohusisha kujisemea maneno kama mimi ni tajiri, ninaweza kufanikisha jambo lolote ninaloamua na kadhalika. Kupitia autosuggestion unajipa nguvu ya kuamini na kutuma masafa ya maono yanayosaidia akili yako ya ndani kuelekea mafanikio. Mawazo haya yanapaswa kusindikizwa na maono ya uhalisia au visualization, kuona picha za kile unachotaka kufanikisha. Uthabiti wa moyo, conviction, kuamini kabisa kwamba unachosema ni kweli hata kama bado hujakifikia. Hatua ya 4 ni maarifa maalum, specialized knowledge. Maarifa maalum ni msingi wa mafanikio. Kila mtu anayetaka kufanikiwa lazima awe na maarifa ya kina kuhusu eneo analojihusisha nalo. Ikiwa unataka kuwa mfanyabiashara bora, unapaswa kuelewa tasnia yako. Jifunze kuhusu bidhaa au huduma zako, wateja wako na ushindani uliopo sokoni. Kushirikiana na wataalamu. Ikiwa huna maarifa yoyote yanayohitajika, unda timu ya watu wenye utaalamu katika maeneo tofauti ili kusaidia kufanikisha malengo yako. Maarifa maalum hayawezi kuwa yako binafsi tu. Yanapaswa kuimarishwa kupitia ushirikiano na wengine. Jambo ambalo Napoleon Hill analieleza kama Mastermind Alliance. Hatua ya 5 ni ubunifu wa kifikra, imagination. Ubunifu ni kiwanda cha ndoto zako. Mawazo mapya, suluhisho za kipekee na hata uvumbuzi wa kisasa huanza kama wazo tu lililojengwa kupitia ubunifu wa kifikra. Napoleon Hill anasisitiza kwamba kila kitu kinachoonekana leo kilianza kama wazo. Kutoka kwa taa za umeme hadi magari, vyote vilianzia kwenye mawazo ya ubunifu. Imagination ni msingi wa maendeleo. Ili kufanikisha malengo yako, unahitaji kufikiria njia mpya na za kipekee za kushughulikia changamoto zako. Kupitia mawazo haya, unatengeneza bidhaa, huduma au suluhisho ambazo hazijawahi kufikirika kabla. Hii ni hatua muhimu kwa yeyote anayetaka kubadili maisha yake na ya wengine. Hatua ya 6 ni mpango mkakati, organized planning. Hatua nyingine muhimu ni kupanga mpango mkakati wa jinsi utakavyofanikisha ndoto zako. Mpango huu unapaswa kuwa wa vitendo na unaojumuisha: 1. Malengo ya muda mfupi na muda mrefu. 2. Hatua za utekelezaji wa kila lengo. 3. Rasilimali na watu utakaohitaji kusaidiana nao kufanikisha mpango wako. Mpango huu sio tu huweka malengo yako wazi, bali pia hukupa mwongozo wa nini cha kufanya na wakati wa kufanya hivyo. Hatua ya 7 ni uwezo wa kufanya maamuzi, decision making. Watu waliofanikiwa wana uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi haraka na kwa uthabiti.
Napoleon Hill anabainisha tofauti kubwa kati ya watu wanaofanikiwa na wale wasiofanikiwa. Watu wanaofanikiwa hufanya maamuzi haraka, lakini hubadilisha mipango yao kwa uangalifu kulingana hali. Watu wasiofanikiwa huchukua muda mrefu kufanya maamuzi na hubadilisha mipango yao mara kwa mara nyingi bila sababu ya msingi. Hili linaonyesha umuhimu wa kuwa na maamuzi thabiti na ujasiri wa kusimamia maamuzi haya. Hatua ya 8 ni uvumilivu, persistence. Uvumilivu ni kipimo cha imani yako katika ndoto zako. Mafanikio hayaji mara moja, yanahitaji juhudi za mara kwa mara na kujitolea. Kushindwa ni sehemu ya safari, lakini kusimama tena baada ya kuanguka ndiko kunako kufanya ushinde. Hatua ya 9 ni muungano wa wataalamu au Mastermind Alliance. Napoleon Hill anasisitiza umuhimu wa kushirikiana na watu sahihi. Unda kikundi cha watu wenye maono sawa na wewe, ambao wanaweza kupa ushauri, msaada na motisha. Hatua ya 10 ni akili ya ndani, the subconscious mind. Akili ya ndani ni nguvu inayotunza fikra zako. Itumie kwa kuipatia mawazo chanya na malengo yako kila siku. Hii itakusaidia kufanikisha kile unachokiamini. Hatua ya 11 ni ubongo, the brain. Ubongo ni kiwanda cha ubunifu na nishati. Tumia nguvu ya ubongo wako kuunda mawazo makubwa na suluhisho bora. Ubongo wako una uwezo mkubwa wa kukupeleka kwenye mafanikio. Hatua ya 12 ni msukumo wa ndani, the sixth sense. Msukumo wa ndani ni ile sauti ya ndani inayokuongoza. Ni sehemu ya akili yako inayokusaidia kufanya maamuzi sahihi hata pale ambapo huwezi kueleza mantiki yake. Jifunze kuitii na kuitumia. Na hatua ya 13 na ya mwisho ni kushinda hofu ya kukosolewa, overcoming the fear of criticism. Hofu ya kukosolewa ni kikwazo kikubwa kwa mafanikio. Usiruhusu maoni ya watu wengine, hasa yale hasi, yaathiri maamuzi yako au kuzuia maendeleo yako. Amini ndoto zako na uzisimamie kwa ujasiri. Napokuwa nikikaribia mwisho kabisa wa somo hili, naomba niongee mambo kadhaa. Ya kwamba mafanikio ni safari inayoanza na hatua ya kwanza. Napoleon Hill ametupa mwongozo wa hatua 13 zinazoweza kutusaidia kufanikisha ndoto zetu. Kwa kufuata hatua hizi kwa makini, tunaweza kujenga maisha yenye maana na mafanikio makubwa. Tafadhali zingatia mwongozo huu na uanze kuchukua hatua leo. Sasa ninapokuwa nikifika mwisho kabisa wa somo hili, naomba nikuulize swali. Katika hatua hizi 13, ni hatua gani ambazo umekuwa hauzifuati katika kuelekea mafanikio yako? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuweze kujifunza zaidi. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.